Yeah, asante sana studio. Yeah, mtoto wa kipekee wa kiume alizaliwa mtani kwetu, kwenye familia ya KPDJ, kila kitu yetu. Historia ya maisha yake ya nyuma kabla uwepo wake. Kwao walizaliwa wengi wanawake, kwa hiyo kuzaliwa kwake ilikuwa ni full shangwe, mita kukufuru kwa kuweka sherehe. Watu wanywa wazazi wake walijawa furaha isiyo kifani, walijawa amani mioyoni mwao na kila pande. Wana mitaa waliruka ndebe, hakuna kulala hata kama ujala walidebe. Walivuna hasara walozibaga pombe kibwege, walizima mbaya mixa kujilazia mazege. Hautavuna alichokipanda mwenzako, labda utaguna na kuona kuwa wendo ulifeli mwanzo. Huwa nasema kila siku umakini unahitajika kwenye kila jambo, akili usiache kwenye usiku, uweke mwangani ili siwe ngumu kuiona kesho. Kwa kutafakari unaweza ukayalainisha mateso, kugundua jambo baya kabla muda wake kufika. Kunahitaji hata uwe na akili special. Basi sherehe ilikwisha, maisha kaendelea. Wazazi walifarijika huyo malaika kutokea. Baada ya masiku kupita, wakampea mtoto jina analificha nyuma ya ili pazia lenye giza. Zama zinapita, tunakuwa, akili inabadilika. Mara tu baada ya kujitambua, tafsiri tofauti zilijibua. Jua jina lake, hata yeye alijua tofauti, la ndo ilikuwa siri yake. Kipindi wakati mdogo tulimuita na aliitika, tena bila wasi wala nyodo. Kuna umri aliufikisha tu, ghafla kabadilika, kwa alitaki jina lake kwa kuitwa au kuandikwa. Kwa haraka watu walihisi huyo amelogo. Sasa jina lake kwa nini analikataa? Analiingizia uoga utakao mtesa yeye mwenyewe na atakuja kushangaa. Mjita lilipinga jina kwa kujipa AKA, zikadunda kila nemwelekeza haimkolei. Mwisho unajikuta unamuita jina lake la ukweli, na alipendi afu tayari ndo ameshalifahamu wengi. Alishiwa pozi kila alipoitwa mbele ya mademo asiyomjua. Tozi mwenye jina baya, sina maana mbaya, ilo hata yeye mwenyewe anatambua, na ndio maana huwa hapendi kuitwa mara kwa mara. Lilivaa jina hilo mfano wa koti la zamani lenye michirizi mingi lojaa mikosi kwa ndani. Walimshangaa alivyo yeye na jina haviendani. Maraia kadhaa walijua ndo jina lake la utani, la ndo jina halisi alilopewa na wazazi mtaa mzima. Tulimfahamu mchizi anaitwa fulani, la ndo alikuwa na jina la tofauti sana na wenzake wote, na alifahamika sana mtani. Hakuliweka wazi kabisa kwa wanawake, hakulisema, alitumia majina ya wenzake. Alijita Kelvin, alijita Henry, mala Travis. Kuna warembo walimjua kwa jina Elvis. Haikuwa rahisi kwa shawishi watu jina jipya, atalivua vipi jina halisi na limewika. Alikuwa makini na wote aliowadanganya jina, na majina aliowadanganya aliyakumbuka fika. Kuna muda alijilaumu, alikuwa laumu wazazi, kwa nini mmenipa jina hili na mlipata wapi? Ni nani alibuni, baba au mama au shangazi? Nahitaji majibu fasta, mlikuwa mna maana gani? Hili jina mlilonipa ni laana toka kwenu, hii ni vita mloianzisha toka enzi ujana wenu. Nimechoka kuyavumilia maudhi yanaonikuta kwa sababu ya jina lenu la kipuzi. Silipendi jina lenu tako mbali, silitaji jina gani. Utadhani nilipewa na washikaji au nilipewa na wachawi Mbona kimya, niambieni, mbona kavile mlikuwa mnihitaji? Mmenifunga kitanzi cha waya kwa jina hili, bila haya mnapaza sauti kunita hivi, mna akili? Na wauliza nye wawili, nahitaji majibu fasta ya mliwaza nini kunizindika ili jina baya? Ni heri mgenita mwizi ama chizi, angalau ingependeza kuliko mlivyonivesha jina hili. So jina ni jina mizi mlilo nibandika ninyi, na limenikaa kiasi cha siezi lipiga chini. Limegeuka mwiba ulonikaa kwenye koo langu, nateseka kisa jina lenye harufu chona bafu. Kila siku msiba, mashavu yamekaukia michirizi, na moyo unavuja damu kwa kujutia kwa nisifi. Sio rahisi kulikimbia, ni kama kimvuli changu, pia ni mzigo niliotwikwa kichwani unanipa tabu. Kwa watu ni neno, lakini kwangu ni kama msumeno unaonichinja ndani kwa ndani, hakuna kunipa tafu. Nye mnaniita kwa furaha, mimi naitika kwa uchungu. Je, ndio raha yenu hadi kunipa jina lenye gundu? Bora tamgenita sugu au mdudu. Sanyie mmeboronga, jina gani alipo hata kwenye vifungu vya Bible wala Kuruhani? Mlichofanya nyinyi ni dhambi, sikufuru hata kuachana dharani. Sana toa oda ya kuanzia nje mpaka ndani, marufuku kunita jina hilo hadharani. Alifuata uongozi wa serikali za mtaa wao, akawaeleza kuwa alitaki jina lake. Kwa mshangao alihitaji kujua sababu, akawaeleza
wakaipitisha, ukaitishwa mkutano, watu wote wakatangaziwa. Kila mmoja alipagawa kwa alivyokuwa na msimamo. Alikula kiapo atakaye muita ni halali yake, akatupa jina alilojipa ye kwa akili zake. Mkutano kaisha, watu wakatawanyika kila pande. Vijana wawili wasumbufu wasio na tabia nzuri wala akili, walimuita tu kwa kumtania. Hasira kali ilimpanda kichwani, kupigana kutamani, na moyo wake ulishachoka vumilia. Aliwafuata kuwa nalia, machizo kanza kimbia, naye pia akawaungia kuchoka kuwafukuzia. Alinyoka na mmoja, muda waliotofautiana njia, kumwachia pumzi kwa sababu tu alidhamiria. Hakukata nia wala kutamani kumwachia aende zake hivi, akawa kiatua ameshamfikia. Akainama akaokota silaha nzito, jiwe la mkono kwa mkono wa kushoto, akatupa jiwe sawa kisogo. Kijana mtukutu aliyekataa kufunzwa na wazazi akenda chini kiasi cha mchizi hakuamini, ya kutaka kumwangalia mara mbili. Mara baada kugundua kuwa ameua, na yezi kamluka akili. Miaka 9 mpaka sasa imeshapita tangu mchizi awe chizi, kwa sababu tu za kawaida, kwa sababu za kushindwa kuhimili ubaya wa jina alilopewa na wazazi. Hadi leo ni chizi mazima. Asante.